instructions kwa ministry, watujengee admin block, tutashukuru sana. Shule ingine iko hapo ya Magomano Girls, hatujapata funding ile ya infrastructure, yet it's an extra county school. We pray that if you find it appropriate in your heart, that you give us capitation, infrastructure fund, ili tuweze kuinua shule ile. La mwisho, Your Excellency, ya siasa, we want to give you an unequivocal assurance that we are in your government to stay. Kama kuna wale wamechoka, sisi tunaingia kwa fujo. Na ukweli ni kwamba, Your Excellency, hii kazi ambayo umeanza, kwa sababu naiona, na yote, na mimi nasema yote, whatever it is that you want passed, because I can see, whether it is housing fund, I know what the mind behind that. Kama ni mambo ya finance bill, there is no way utafanya mambo yote ambayo tumekuomba kama hatutapitisha mambo yale. Na mimi kama mjumbe wa Kinangop, na nimekuwa nikiongea na watu wangu chini nikiwaambia, watu ambao wanaleta fujo na fitina ya kwamba hii finance bill isipite, ni wale ambao wanataka miaka 5 ishe kusiwe na kitu ya kuonyesha. But we are going to support you in every aspect to make sure that your agenda is established in the government, and this country is going to benefit from your leadership, and we are going to be in this together, Your Excellency. Your Excellency, mistaki niseme mengi, tuna mengi tunaweza kuambia, lakini kwa sababu ya muda, unipe ruhusa nifikishe pale, nichukue nafasi hii, kwa sababu tunaye mmoja wetu pia umepatia kazi mzuri ya commissioner, ambaye ni mama county, tunamuitaga Mami Mwega hapa. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Hatujapata vitu kama hizo hapo mbeleni. Serikali zote ambazo zimepita wametufungia macho Nyandarua. Sasa umetufungulia macho mkiwa na Rigiji, na tunashukuru sana. Makofi ya rais wetu kwa sababu ya kutufanyia mambo mazuri. Nachukua nafasi hii sasa kwa kunyenyekea sana nimkaribishe Mheshimiwa Faith Wairimu Gitau, ili ukishamaliza umkaribishe Mheshimiwa Senator ukimali. Oh, sorry. Protocol hichi kidogo tu. Your Excellency, tunataka kumkaribisha our host aseme yake kidogo. Akishamaliza Mheshimiwa Faith utakuja hapa, kisha Mheshimiwa Medhu, tuendelee hivyo tukimalizia, kisha tumpatie kiongozi walio wengi ili waseme. Asante sana. Mungu awabariki sana. Karibu. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, the clergy that is here with us this afternoon, mawaziri ambao tuko na wao kikao hiki, viongozi wa national government and the county government wakiongozwa na governor na leader of majority Mheshimiwa Kimani Ichungwah, wananchi wetu wa Kinangop, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wananchi wetu. Muriega rege. Nimukenetio ni muthamaki. Nitumuhurira irohero wega tumugererie. Your Excellency, yangu ni machache sana, na kabla ya hiyo mtukufu rais, because I have a team that you appointed, ningetaka Deputy Dean wetu na timu yetu isimame hapa haraka sana. Tuchukue dakika 2 watambuliwe na Deputy Dean wetu, mkuja haraka tupewe dakika 2. Ma-PS ambao tuko na wao siku ya leo, wale tunafanya kazi nao. Madam PS Muriuki. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, CS is present, the political class, my colleagues, good afternoon. Mine is very simple. I will call upon my colleagues, na nikikuita unainua mkono alafu unarudi unaketi na unapitia ukisalimia Your Excellency. So the first one is Betsy Muthoni. This is the PS Blue Economy, and
Fisheries. She comes from Tharaka Nithi. The second one is Alex Wachira. Alex Wachira is PS for Energy and comes from Nyeri. The third one is Sylvia Museia, PS Wildlife, comes from Laikipia. Julius Coril, Cabinet Affairs. Esther Moria, Tivet, Terimbaika, Devolution. Ephantas Kemodo, Irrigation. Amos Gadesha, Public Service. Edward Waswa Kisiangani, in charge of Broadcasting. Dr. Rono, Water and Sanitation. Joel Arumoyang, PS Public Works. Dr. Chris Kipto, PS National Treasury. PS Mohammed Dagar, Transport. PS Engineer Festus Ngeno, Environment and Climate Change. PS Patrick Mariru, Defense. PS Susan Mangeni, in charge of the MSME Hustlers Fund. And PS Raymond Omolo, Department of Internal Security. My name is Mary Mudhoni. I'm the PS in charge of Public Health and Standards. Thank you. Tuwapigie hawa ma-PSS makofi mazuri. Your Excellency, hiyo ndio ile timu ulitusanya pamoja, na kuna wachache ambao walikuwa wameshikana kikazi hawakuweza kuja. Na sisi mtukufu Rais, mkiwa na Deputy President, tunashukuru sana. Sisi kwa sababu kazi yetu ni ya kusukuma gurudumu ya kazi, accounting officer na authorized officer. Sisi hatufanyangi siasa, yetu ni kazi. Na ndio umeona hawa vigogo wote, mtukufu Rais, wamekuja kuandamana na wewe kwa sababu zile indala ambazo tunaendesha ni zile, mtukufu Rais, ulituangalia vizuri na ukaona tunafaa. Tunakushukuru sana, Your Excellency, kwa kutuchagua, mtukufu Rais. That shows the confidence that you have in us. And that is what makes us even become more motivated to work hard in your government. We can assure you, Your Excellency, venye tumerepresent zile county tumetoka, hatutaki kuangusha county zetu. So ile kibarua umetupa, Your Tukufu Rais, tutafanya kwa dhati, majaliwa yake Mwenyezi Mungu, mkituongoza. And you have been our best mentor. Sisi, mtukufu Rais, wakati tulianza tukiwa na nyuki, hatukuwa tunajua watu wanaweza fanya kazi kwa nguvu on a Sunday. Na ukatufundisha what it means to work hard. And we have now woken up and we are up to the task that you have given us. And we will continue to follow you to the end so that we can give honor to the seats that we have and also glory to our Maker. Mtukufu Rais, sitaki kuongea mengi kwa sababu kunao viongozi wengi ambao wako. Lakini kwa niaba ya familia yetu na wananchi wetu wa Nyandarua na marafiki zetu, tuna shukurani kubwa sana kwa wewe kwa kuniteua niwe mmoja wa timu yako katika serikali yako. Tunakushukuru, tunanyenyekea na tunaomba Mungu atusaidie tusikuaibishe, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na ninashukuru pia uliniweka pamoja na shujaa chupavu, waziri wetu wa barabara na uchukuzi, Molkomen. Sasa tukiwa na yeye, sisi tukisturiwa kidogo, yeye ni wakili, hatuogopi kwa sababu hata anaweza amuka usiku na alinde sisi kotini. Tuko na furaha ya kifani, na tunakushukuru mkiwa na serikali yako na Deputy President, na tunaendelea kukushikilia, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Niachie hapo, mtukufu Rais. Andu aitu muhurire muthamaki rohe. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mbugua. Nachukua nafasi hii kwa sababu
Mheshimiwa MCA wa area hii ameomba nafasi. Tafadhali Kamwana, kimbia sana. Kimbia Mheshimiwa Kamwana. Kimbia ndio rais akone kwa kifupi sana. Asante sana kiongozi wangu kwa kuchukua muda mfupi sana. Ningetaka kunyenyekea mbele za Bwana na mbele za rais wangu, Your Excellency the President. I am very, very, very happy to host you. Mahali ambako tuko ni wadi ambayo inaitwa Gadhara, na mimi ndio mtu ambaye anawakilisha. Na kama vile kuna mtu wa kanisa ambaye aliomba akasema kwamba viongozi ambao wako hapa mashinani, hapa mashambani, mimi ndio kiongozi ambao anakuwakilisha kuhakikisha kwamba sera zako zote zinaendelea vizuri na zinaendelea sambamba. Kwa niaba ya wabunge wa kaunti wenzangu, nataka kusema ni asante sana kwa sababu umeweza kufika katika eneo hili langu. Kule mbeleni uliwahi kufika hapa tukitafuta kula, lakini naomba kwamba nikawa mimi ndio MCA wa kwanza kuweza kukuwakilisha katika eneo hili ukiwa rais wa jamhuri letu la Kenya. Asante sana. Ninao mambo mengi ambayo ningekuomba rais wetu, lakini nitahakikisha amepitia kwa gavana wetu tuweze kukufikishia kwa sababu ya muda. Nimenyenyekea na nimeshukuru sana. Asante sana. Thank you very much Mheshimiwa Kamwana. Nafasi hii nataka kuichukua niwaletee jamaa rafiki yangu sana anaitwa Ndindi Nyoro. Makofi ya Ndindi Nyoro. Aya, asante sana Mheshimiwa Kenya, His Excellency the President of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, na viongozi wote, our clergy, our host, PS my good friend, Engineer Mbugua, na andũ othe a Nyandarua. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, utaniruhusu kwanza nishukuru sana hawa watu wa Nyandarua, na sana sana pia hawa watu wa Engineer na wa Kinangop, kwa sababu wakati tulikuja kuomba kura, mimi nilikuja hapa safari mingi sana, tukiandamana na wewe, tukiandamana na Deputy President, na hawa watu walitusikia na wakatupea nafasi ya kuwatumikia. Thengio muno andũ a Nyandarua nĩ gũtũikia mbere. Pia nataka nishukuru kwa sababu walichagua rafiki yangu Mheshimiwa Kenya. Angalau hatukuwa kwa nyumba moja. Ile tenti kubwa bado Kenya yuko na ni rafiki yangu na najua anafanya kazi mzuri sana. Na Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Nyandarua walifanya vizuri pia kuchagua Mami Mwega na kuchagua rafiki yangu, a very young man who is doing very well in the Senate, Mheshimiwa Senator Medho. Mheshimiwa Rais, huyu Engineer Mbugua tulijuana kitambo. Alikuwa regional manager katika Murang'a hapo beleni. Nowadays they are called regional directors. I know he's a very forthright man, a very hardworking man. We could never have gotten a better PS for roads than Engineer Joseph Mbugua. Pongezi sana Engineer na familia yako, na asante sana Rais kwa kupea huyo Engineer hiyo kazi. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, leo nimesoma magazeti na nikaona wanasema maneno sijui ya broken cups, broken glasses, broken plates. Mimi nimekuwa na wewe rais wetu, and I have seen and I can confirm to the Kenyan people, the only thing His Excellency the President has broken, he has broken the record of work and the record ya kutumikia wananchi wa Kenya. Mheshimiwa Rais, kwa zile siku chache umekuwa, you have broken a record that the Kenya as a republic has hired the highest recruitment of teachers, 35,000 teachers that you have hired even before you read your first budget.
Mheshimiwa Rais, you have set another record of operationalizing JSS. Another record that now the tender for fiber optic is already out, and you are already giving that to the Kenyan public, Mr. President. Mheshimiwa Rais, another record you have broken is that you have given fertilizer to the Kenyan farmers. Na sio ile kitabu ya mabroka. Wewe unaongea na mkulima wa Kenya direct. Unamtumia message ya fertilizer akiwa mkulima mwenyewe. Mheshimiwa Rais, we thank you for breaking many records, including allocating a lot of money to our education, because education remains the highest capital that we have as a form of production. Mr. President, thank you very much for the work you are doing. Tuko nyuma yako, na nashukuru sana umeniagiza kama chairman wa budget ya kwamba barabara mingi za Nyandarua wewe umeniambia niweke ndani ya budget ziendelee kujengwa kwa sababu watu wa Nyandarua wanataka barabara. Umeniagiza pia hata kama we hired other 35,000 teachers, umeniagiza we put another extra money for hiring an extra the same number of teachers this financial year. Pia wewe umeniagiza niweke pesa ya TVETs so that our young people, they can get a place ya kwenda kusoma ufundi. Na hayo mengi, asante sana Rais, na nithengio mono andu a Nyandarua. Makofi ya Ndindi Nyoro. Asanti. Sasa nataka kuchukua nafasi hii ni mwalike Commissioner Faith Gitau uendeleze hiyo protocol nyingine kwa na Mheshimiwa Methu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Karibu Mheshimiwa. Your Excellency, our lovely President William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, our chief guests for today, Engineer Mbugua and your wife, invited guests, CSS, PSS, my colleagues, na watu wa Nyandarua, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe, ona kwaura, Ngai nĩ mwega, nĩ mũkenete, tuge ngemi cia kahĩĩ nĩ cigana, nĩ ithano, haya rwa mbere, rwa kerĩ, rwa gatatũ, rwa kana, na rwa gatano na makofi. Asante sana. Asante sana wachungaji for giving us such wonderful words. That God loves the sacrifice of thanksgiving. And today we are here to give thanks for what God has done for one of us, our engineer Mbugua and your family. God has been good and God has been faithful. Engineer, wewe ni wetu, hata ikiwa tulikuwa tumepambana. Tulipambana na Ichungwah, tukapambana, lakini mwishowe tukaitikia wewe ni wetu, na huko kwao uko kutembea kidogo. Asante sana, wewe ni mtoto wetu, mzaliwa hapa, kila kitu hapa. Asante sana. And thank you, Your Excellency, for remembering us as Nyandarua. You know, in the last regime, kuna mtu hapa alikuja akasema yeye ni governor namba moja wa Nyandarua. Na nataka kukuambia huyo governor namba moja hata hatukumuona hata mara moja. Wewe umekuwa na sisi, and this is the 5th time. May the Lord bless you. It tells us
that unatupenda na utaendelea kutufanyia makuu. Nyandarua, for the last few years, tumekuwa tumeachwa nyuma. Lakini sasa vile tunaendelea, sisi tutaongoza kwa sababu ya upendo wako. Asante sana, tunakushukuru. Mengi umetuahidi na mengi tunayaona ukiyafanya. Lakini tunataka tu, sio kwa sababu haujui, ni kwa sababu tu tunataka kukukumbusha. Ukiona hawa wakulima wa Nyandarua wanakuomba na wanakusihi sana, uangalie mazao yao. Tunajua unaangalia maneno ya chai na unaangalia maneno ya kahawa. Hapa kwetu Nyandarua tunakusihi uangalie maneno ya maziwa yetu, ya viazi zetu hapa Nyandarua. Sasa saa hii tuko na hii mvua. Within 3 months tutakuwa na viazi tele, na bei ya viazi itashuka, Your Excellency. Tunataka affirmative action hapa Nyandarua, ndio at least vile tulipata cold storage in Olkalau, tusaidie Your Excellency tupate cold storages in every constituency in Nyandarua. And you know what, Your Excellency, I know unafikiria sana maneno ya our youth in Nyandarua. Our youth are languishing in homes in Nyandarua, na kuna kazi mingi sana ambayo tunaweza wapatia ikiwa tuko na hizi viazi. Your Excellency, there are some little things, some little wins we can do na itatusaidia. For example, Your Excellency, na nakushukuru sana kwa sababu unatusikiliza kama viongozi.
Kwenda kwa mtandao yake ati amepigwa picha na wewe. Na ni sawa tu, ni hakuna shida, wacha apigwe picha. Your Excellency sir, mimi nataka ni kushukuru sana kwa sababu umetupatia nafasi ya kuwa na kiongozi wetu PS wa barabara, ambayo ni heshima kubwa sana umetupatia sisi kama watu ya Nyandarua. Unajua Your Excellency, nimesikia iko watu wameanza kuuliza maswali, kwa nini umekuja Nyandarua mara 6 na haujaenda mahali ingine? Your Excellency, Deputy President huyu ametuambia iko maneno inaitwa maneno ya shareholding. Na unajua mimi ndio mwenye sava. Mimi ndio naangalia sava inasema na kura ilipigwa hapa 1290. Watu ya Nyandarua wakapiga 1280, 1272 272,000 tukakupigia wewe. Sasa kama sisi tumepigia wewe kura yote, itakuwaje hata wewe hautaki kutukupenda na sisi tunakupenda? Kwa hivyo sasa hii mwaka umebakisha mara nyingine 12 ya kukuja, ndio tuwe tuko sawa sawa, kwa sababu Nyandarua ni lazima tuiweke maneno yake iwe sawa sawa. Ndugu Your Excellency, mimi sitaki nichukue nafasi kubwa. Kwanza kabisa, kwa wale wageni ambao mmekasirika kidogo kwa sababu mmeona mvua, wageni ambao mnatoka Nairobi, mimi nataka niwaeleze hii mvua yenye mmeona ikinyesha ndio inafanya mkule viazi huko Nairobi. Kwa hivyo nyinyi muendelee kutuombea mvua iendelee kuwa, na kila siku sisi tunaomba mvua ikuje. Kama wewe umeomba mvua isikuje, wewe unatukosea sisi kama watu ya Nyandarua. Your Excellency sir, mimi sitaki niseme maneno mengi. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Kwenya amekutajia kuhusu barabara, na hata mimi nimekutajia barabara ya mahali manaitwa kutoka kwa haraka kwenda Karangadha mpaka mahali panaitwa Kinamba. Na unajua Your Excellency, hiyo barabara wewe na deputy mmeniweka mahali mbaya. Kwa sababu juzi mimi na wewe tulienda huko South Africa. Hasa watu hawa wananiuliza, kama umeingia ndege umeenda na rais South Africa, umetoka hapa masaa 4 umeenda na rais South Africa, haujamwambia kuhusu barabara. Mumekaa na yeye siku ya kwanza, haujamwambia kuhusu barabara. Mumekaa na yeye siku ya pili, haujamwambia kuhusu barabara. Mumeingia kwa ndege tena, mumerudi masaa 4. Na kwanza Your Excellency, sitaki nisahau, nataka nikushukuru sana kwa sababu tukiwa pale South Africa ulinilipia nyumba mahali ya kulala. Lakini nataka nikueleza Your Excellency, mimi sikulala. Niliamka usiku mimi naangalia hiyo nyumba vile inakaa hivi, naangalia na shangaa, ni mimi umeniweka hapa. Ukipata nafasi nyingine ya kutembea mimi niko sawa sawa, unipeleke huko. Na sasa hata ukiweza unitoe Afrika, twende nje ya Afrika, sasa huko ndio tuone maneno vile inakuwa. Kama mimi ndio umenipeleka huko. Kwa hivyo Your Excellency, hiyo barabara nimekuomba kwa heshima kubwa. Tuko na barabara ya pili inatoka hapa mahali panaitwa Murungaru kwenda mpaka mahali panaitwa Turasha, ndio ifike mahali panaitwa Gilgil, ili barabara zetu ziwe sawa sawa. Mimi nataka nikuambie watu ya engineer hapa wanakupenda. Na unajua tulimalizia siasa hapa engineer. Na kina mama wanakupenda wa engineer. Wa mama wa soko wanakupenda wa engineer. Na wanakupenda, na ndio ujua wanakupenda. Mpaka leo wamekuletea zawadi. Wamekuja hapa na viazi debe 3. Debe moja ni ya Deputy President. Tayari kwa gari ya Deputy President tumeweka debe 1. Debe 2 ni yako. Kwa gari yako hatujaweka, askari yako wamesema viazi iko na matope. Mimi najaribu kueleza viazi haikui kwa miti, viazi inakuwa kwa matope, ni lazima ikuwe na matope. Hatukupata nafasi ya kuosha hiyo viazi, Your Excellency. Unajua ni kama watu wengine hawajui viazi inakuwa kwa matope. Viazi inakuwa kwa matope, sasa ni lazima ingekuwa na matope. Sasa bado yako hatujaweka, lakini ya Deputy President unajua yeye anajua maneno vile inaenda. Tayari tumeshaweka. Tayari yake tumeshaweka pale ndani. Na kwa mira yetu na Deputy President atakueleza, mtu akikupatia kitu lazima urudishe mkono. Kama watu wa Jambini wa engineer wamekupatia viazi, basi kuna kitu utarudisha mkono. Watu wa hapa wako na shida. Na shida hapa ni shida moja. Vile mvua imenyesha hapa, Your Excellency, wana biashara hapa kwa soko hawezi fanya biashara, Your Excellency. Hapa Your Excellency hakuna soko hapa, Your Excellency. Kwa sababu Your Excellency hapa ni makarata. Hata ukipata nafasi ukipanda kwa ndege usiangalie huko mbele, angalia hapa uone kama mvua inanyesha biashara yote inafungwa. Kama sisi tumekupatia viazi na sisi tupatie soko, ndio watu wote wakuwa wamepatiana zawadi na watu wakuwe sawa sawa. Ndugu Your Excellency, kiongozi wetu, watu hapa wanakupenda. Na tumeshakubaliana na Mheshimiwa Kwenya
kwa sababu sisi tunakupenda sana. Tumeongea na mheshimiwa Kwenya huyu pale Nairobi, ukitupatia nafasi pale State House, hatutaki uko unakula chakula yenye imepita mbalimbali. Kwenya atakuwa kila siku Tuesday anapita pale kwako anakuletea maziwa kibuyu ya lita 5. Na mimi naingia na cabbage 3. Na mimi pia naingia na minji fresh inatoka hapa. Na hiyo yote tutakuwa tumepatiwa na watu wanaitwa mahali inaitwa Kadhara. Na hiyo watu ya Kadhara kwa sababu nao wanakupatia zawadi, lazima uwarudishie mkono. Watu ya Kadhara hapo wako na shida, Your Excellency. Kama umetufungulia hospitali yetu ya engineer, hospitali ya Kadhara, Your Excellency, ni kuanguka inaanguka. Watu ya Kadhara hawana hospitali na ni hapa ni kwako nyumbani, Your Excellency. Ukitusaidia kidogo tupate hiyo hospitali ya Kadhara, basi maneno yote itakuwa sawa sawa, na kila Tuesday mimi na Kwenya tutakuwa tunapanga maneno hiyo, tunaenda sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Ndugu Your Excellency, mimi nataka nikueleze jambo moja tu ya mwisho. Wakati tulikuwa na wewe pale South Africa, dunia nzima ilisimama in applause, Your Excellency, kwa sababu ulipendeza watu ambao ulikuwa unawaongelesha. Afrika nzima imekuheshimu, dunia nzima imekuheshimu. Marais wanapitana kwa mlango wakikuja kukuona. Do not be distracted, Your Excellency. Sisi ndio watu yako na sisi ndio tunarepresent watu hawa. Na watu hawa wanakupenda. Wachana na hiyo watu ya gazeti wanasema ati maneno sijui inafanyika nini. Wewe umekuja hapa umetufungulia cold storage pale Orkalau. Umekuja hapa umetufungulia barabara inatoka Ndonyonjeru kwenda Geta mpaka Captain. Umekuja hapa umetupatia barabara na Mheshimiwa Waziri Murkomen, labda hamjasikia habari. Waziri Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema barabara ya kutoka mahali panaitwa Jambini kwenda mpaka Sasumwa iwekwe rami mara moja, na rais amesema. Na kama unapingana na mimi, uliza yesi yako hapa atakueleza kama alisema, kwa sababu mimi nilisikia alisema. Mimi kama hiyo barabara haitajengwa, wewe utakuwa ndiye mtu wa kwanza kuambiwa kitu na rais na unakataa kufanya. Na mimi nakujua. Kwa hivyo hata hii nyingine, Your Excellency, nimeongea na Ndindi Nyoro, ndio huyu ako hapa. Hiyo barabara ya kutoka Kinamba kwenda Karangadha kwenda kwa haraka, Didi ameniambia pesa hiyo barabara iko hapo. PS ameniambia design ya hiyo barabara ako naye. Kipchumba Murkomen ameniambia ukisema ikuje barabara inakuja. Imesemekana ule mtu mwenye amefanya hiyo barabara isijengwe anaitwa His Excellency William Samoei Ruto. Your Excellency, wewe ndiye ukisema jina moja hiyo barabara inapata rami kuanzia mara moja. Watu hata wao nimeshaongelesha wote wameshakubaliana. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Nimeulizwa nimkubalisha speaker aseme jina neno moja ili tumuite governor na ndio tumalize. Mheshimiwa Speaker, 1 minute so that we invite the governor. Asante sana. Baba wa Taifa, Your Excellency Dr. William Ruto, Your Excellency Deputy President na viongozi wote ambao mlipo hapa, Mungu yu mwema kila wakati. Your Excellency, ningetaka kukushukuru kwa niaba ya MCA wote wa Nyandarua. Wakati ulikuja pale Olkarau ulituambia tuongeze governor milioni shilingi 250. Hiyo tumefanya, ndio tunamalizia budget. Jambo la pili, ningetaka kusema kuna national government inatupatia county government more than 300 billion. Your Excellency, ningetaka kusema ndio tuweze kufanya oversight, financial autonomy, tungetaka ikuwe fast track. Ya mwisho ningetaka kutambua Speaker wa Nakuru County, Mheshimiwa Karori, wave. Asante sana Your Excellency, Mungu akubariki. Thank you muno andå aitå a Nyandarua niä ndirä na å ndå å ngä ngwaria. Ngai witå amũrathime mũno nĩ ũndũ wa kũhe kanya ga kũmũtungata ta seneta wanyu wa kaunti ya Nyandarua. Ma nĩ mwanjĩkire wega nĩ ũndũ wa kũndua seneta wanyu, na nĩ mwanjĩkire wega nĩ ũndũ wa kũndua seneta wanyu, na nĩ mwanjĩkire wega nĩ ũndũ wa kũndua seneta wanyu, na nĩ mwanjĩkire wega nĩ ũndũ wa kũndua seneta wanyu, na nĩ mwanjĩkire wega nĩ ũndũ wa kũndua seneta wanyu. Ngai amũrathime mũno ndĩ magai makorwo nĩ niĩ njikaranĩtie na Kĩmani Ichung'wah, ma nĩ mwanjĩkire wega. Kahinda gaka ngwenda kumwitira Mheshimiwa Leader of Majority, Mheshimiwa Anthony Kimani Ichung'wah. Asante Senator Medhu, Mheshimiwa Rais na watu wote wa engineer na Nyandarua mũrĩega. Mwathani agocwo guo ciarĩra-inĩ.
Asante sana Mheshimiwa Rais, sababu muda umesonga sana, sitaki kusema mengi, lakini pia nijiunge na wengine kukushukuru kwa kumteua ndugu yetu Engineer Mbugua, ambaye anatuambia yeye ni engineer na anatoka engineer, na kufanya yeye kuwa katibu mkuu kwa Wizara ya Miundo Msingi na Ujenzi wa Barabara. And as has been said, Your Excellency, Engineer Mbugua ametufanyia kazi akiwa Regional Manager wa Kera huko kwetu Kiambu, amefanya pia Murang'a na kwetu, because it was his last posting. He did a splendid job for us, and we pray to God that as has been committed by our church leaders, that hata kwa Kenya atafanya kazi mzuri vile alitufanyia Kiambu. Your Excellency, nimesikia Dindi Nyoro, ndugu yangu, na Senator Medho wakisumbuka sababu ya yale waandishi wa magazeti wanaandika. Na leo umetuambia tukiwa Limuru ya kuwa kelele kwa siasa ni kama music ama choir ya kufanya kazi ifanyike kwa hii siasa ya maendeleo. And I know, Your Excellency, you are never distracted by naysayers. And we want to tell our brothers even in the media, you know, Your Excellency, it is very ironical that the same people who are speaking about broken promises are the same people who misreport and misrepresent facts, and especially, Your Excellency, over the finance bill that is before us in the National Assembly. It is the same media houses that have been misrepresenting and misreporting facts. And therefore, Your Excellency, we will not be distracted by the noise and by the naysayers. We shall remain focused. Na vile ulituambia Mheshimiwa Rais ya kuwa chief among your chief promises was a bottom-up economic transformation agenda. Na ukatuambia kwa the bottom-up economic transformation agenda utahakikisha ya kuwa we expand our tax base so that we rope in or we bring in more people to become taxpayers. Therefore, Your Excellency, wakati unatuambia mambo ya housing fund, that the 3%, na leo Mheshimiwa Rais umetuambia vizuri, hata mimi kama mbunge ambaye analipwa karibu shilingi milioni 1 kwa mwezi, naulizwa kwa ile housing fund nilipe shilingi 2,500 ili kijana ako hapa engineer na yule ako Kikuyu apate ajira, ili awe pia ni mlipa ushuru, ili Wakenya wote tujumuike kulipa ushuru. Your Excellency, pia mipango ambayo uko nayo sio pekee ya housing, NHIF, NSSF, Your Excellency, that by contributing an extra few shillings as a member of parliament, Your Excellency, I will be rescued from every Saturday, every Sunday, almost every day. All these members of parliament wako hapa, mpaka wabunge MCAs. Kila weekend wanajumuika na hawa wananchi kuwachangia michango ya mambo ya afya, fundraising za medical care. But by contributing a little bit more of our money from our salaries, we shall be able to have universal health coverage, na kila mtu Kenya aende hospitali na atibiwe na apate dawa bila kulipa chochote. NHIF inalipa. Na kama hiyo, Mheshimiwa Rais, ndio watu wa magazeti na wale naysayers wanatuchochea ati tusilipe ushuru, ni afadhali nilipe 2,500 na vijana wapate ajira. Ni afadhali nilipe hata shilingi 10,000 kwa NHIF na wananchi wangu Kikuyu wapate madawa kwa hospitali na watibiwe bila kulipishwa. Therefore, Your Excellency, mimi nafurahi ya kuwa leo umesema you are not being distracted
na hii kelele mingi, na unasikia ni kama music, ni drums. Kama hii drum set ilikuwa hapa, unapigiwa uendelee na kazi. Wewe endelea kuchapa kazi, na sisi watu wa kelele usijali, tutakusaidia kuwanyamazisha. Thuwe tutirwiroge turihagirwo kwaria. Andu a Nyandarua ni mukwenda tumaririe tumere horo wama. Tumere horo wama. Na macio maingi kwa heshima kuu ni mtambue Deputy Governor wetu asimame wa Nairobi, Deputy Governor Mushiri. Amekaa kwa viongozi wa kanisa, ni mundu muhonoku, nikio ikaria hari andu a kanitha. Na ngwihoka ona waikara Nairobi Deputy Governor, umenye andu a Nyandarua no makwendete na uri o mucii. Kwa heshima sasa nimkaribishe Governor wetu wa Nyandarua County, Mheshimiwa Kiarie Badilisha. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Excellency Deputy, CSS ambao wako hapa, PSS, wahubiri wetu na wananchi wa Nyandarua, hamjambo? Hamjambo tena? Your Excellency, leo tuko na furaha isiyo na kifani kukuona wewe pamoja na deputy wako mumerudi hapa kwa ajili ya shughuli muhimu sana ambao imekuwa ikitusubua, na tunasema ni asanti kwa sababu ya kutupatia huyu engineer. Wakati ulimteua tu alituita sisi kama viongozi na tukakaa pamoja. Kwa hivyo ni kiongozi ambaye anaunganisha na tunashukuru. Your Excellency, pia tunajua tuko na waziri ambaye umetupatia Rebecca, na tunashukuru. Na hata juzi tumesikia kwamba yule deputy CDF, ile general wa jeshi, baada ya yule mwingine kuritaya, ni kama hiyo nafasi imekuja hapa Nyandarua. Na tunakushukuru Your Excellency kwa sababu tunaona hautuachi. Tunataka kusema ya kwamba Your Excellency, tumetambua misemo yako wakati ulisema ya kwamba tutajengewa uwanja wa international standard. Yule waziri alituma watu wake na wakakuja wakapima, na mimi nasikia sasa ripoti tayari, pesa imetengwa, na kwa niaba ya watu ya Nyandarua tunashukuru kuona kwamba uwanja huo utajengwa. Juzi tulikuomba kuhusu museum, Your Excellency, na hata kama wiki ijaisha, wale watu wa State Department ya Heritage na Culture tayari wamefika hapo, wamesurvey na wako tayari kuanza kazi. Sisi tunashukuru. Your Excellency, jambo ambao umefanya leo kuona kwamba hiyo borehole iko pale ni jambo la maana. Leo at least hasira yetu ile ya watu wenye wanakunywa maji ya Sasumwa imerudi chini kidogo, kwa sababu tumeona watu ya ardhi ambao tumepatia maji ya Sasumwa at least wameanza kutukumbuka, na tugeomba watu wa ardhi waweze kutupatia projects kama hizo nyingi, especially sehemu hii, ili tunapoendelea kushare maji yetu na watu ya Nairobi, pia watu ya hapa waweze kufanikiwa. Your Excellency, town hii ya engineer, mwezi wa 3, kulingana na mwito wako ya kwamba tuweze kuinua sehemu hizi, mwezi wa 3 tulipatia town hii charter. Na tunafurahi kwa sababu watu ya World Bank walikubali watasupport town hii ya engineer. Na tunashukuru pia kwa sababu wakati ulikuja hapa ulisema wakati hii barabara inajengwa kilomita 2 ziwekwe hapa town hii, na tunashukuru CS wako amefanya hivyo. Tumeambiwa iko kwa budget
Kwa hivyo tauni hii, hizi barabara za nyuma pia zitapata rami kupitia agizo lako Rais. Kule Engineer tumeona maajabu leo. Nyumba ambao umefungua leo ambao ni ward ya women na male. Sidhani kama tuna mjengo kama huo hapa Nyandarua. Na sisi ni kama hata tutakuwa tunaenda kupigiwa picha hapo ili tuone mjengo huo ni mjengo wa maana sana na utasaidia watu wetu. Tayari tumeongeza bed capacity 135 na tutaendelea. Kama county Rais, tayari tumejaribu sana kutafuta madawa ili usifanye kazi kama hiyo na tukose madawa kwa hospitali. Kama county tunafanya hivyo. Pia Rais, nataka kukuhakikishia kwamba kwa sababu sasa madaktari wanahitajika, tayari tumeadvertise nurses na tayari wameapply na tunaenda sasa kufanya recruitment ya nurses ili hospitali hiyo pamoja na zile zingine ziwe na wafanyikazi wa kutosha. Ombi moja Rais ni hii. Barabara zimekuwa mingi na tunashukuru. Na tunashukuru kwa sababu ile barabara ya Kariamu inaishia hapa Engineer. Ile ya Orukarao inaishia hapa Engineer. Ile ya Girigiri inapitia Machinery itapitia hapa. Ile ya Ihithe wakati jengwa itapita hapa. Ile ya Maumau ya huko itapita hapa. Na hata ingine inatoka hapa chini itapitia hapa Rais. Sasa shida yetu ni hii. Kulingana na record zetu kule kwa hospitali, most of the photo cases ni head injuries, zile zinatokana na accidents. Tayari zile vifo mingi zinapatikana katika hiyo hospitali ni zile za accident. Na sababu barabara hizi zimekuwa mingi, tunaona watu ya hapa Kinangop pamoja na Kipipiri area hii ni kama 300,000 population. Na pia kuna wale wapita njia. Tunaona hiyo hospitali kuna kitu moja tu inakosa Rais. Na hiyo tu inalingana na hiyo maneno tumesema ya accident. Hatuna ile outpatient casualty emergency unit. Na hiyo ndio inaweza saidia hizi kesi zote. Kwa hivyo Rais, ombi langu na ombi yetu kama county ni kwamba kwa sababu tayari tuna shida hiyo ya vifo ya accident na sasa barabara zimeongezeka, accidents zinaweza kuwa mingi. Tungeomba tu tupate hiyo casualty emergency na sisi Rais hatutakusubua haraka tena. Hiyo sasa itakuwa tumefika mahali ambapo tunaona mambo ni mzuri. Nikiendelea kumaliza, deputy governor wangu ufike hapa ili Rais akuone. Na pia najua hapa tuko na deputy governor wa Kiambu. Ako wapi? Aya, apigiwe makofi huyo deputy governor wa Kiambu. Salimia wananchi. Dakika moja tu, nusu dakika. Asante sana Governor wa Nyandarua, Your Excellency, President of this nation and the Deputy President, and all guests that are here today, the clergy, watu wetu wa Nyandarua, engineer nyote, hamjambo jioni ya leo? Hamjambo. Yangu nitasema machache tu, Your Excellency, kuongeza tu yale Governor anasema. Niseme tunashukuru sana kabisa. Manake tukiangalia nyuma tunaona tangu ushike ushukani wa serikali hii ni mara ya 5 yako kuja hapa Nyandarua. Na tunafurahi sana manake inaonekana una upendo mwingi sana. Deputy President, hii ni mara ya 7 kurudi hapa Nyandarua. Muna upendo na nyinyi ni watu wa kusema na kutenda. Yale mambo yote mumeahidi, barabara, watu wa kufanya kazi, na ndio haswa mumemchagua ndugu yetu Mbugua sasa kama PS. Na wale wengine, tuna wengi sana wamesoma hapa Nyandarua, Your Excellency President. Tungeomba kwamba kukiwa na nafasi, hata watu wetu wa Nyandarua wapate nafasi hizo. Jambo pili tu nitaka kusema, Your Excellency.
Jumapili Saturday wakati ulikuwepo hapa tulifurahi sana, na kama governor amesema yale tangazo zote ulisema za what you call the museum, watu wako walisida hapa jana tukiongea sababu ya hiyo. Tuna shida ingine, Your Excellency, tungeomba tu kwa unyenyekevu. Tuna shule moja hapa inaitwa Turaga Primary, Turaga Secondary. It has a population of about 1,700. On Sunday morning, Your Excellency, kulitokea mkasa wa moto. Now, dormitory moja for 240 students was burnt down. And nothing, Your Excellency, was saved from that dormitory. And I tell you, some of the students came out of that dormitory naked. And therefore, Your Excellency, tunawaomba kama sisi watu hapa Nyandarua, utusaidie. We have a budget of about 6 million. Ndio hao watoto warudi hapa. Ya mwisho, Your Excellency, asanteni sana. Ya mwisho, Your Excellency, ni jambo tu ndio iko kwa moyo yetu sasa hapa Nyandarua. Sasa sisi ni wakulima na mambo ya maji ni ya muhimu hapa Nyandarua. We have one project, Your Excellency, which we know it has stalled at the Ministry of Water. That project has stalled for the last 10 years, and we are aware, Your Excellency, the BQs had all been done, but the money set aside for that project was diverted to another project. The intake for that project, St. Rook Water Project, is already complete. The BQs, the pipes and everything. And this project, Your Excellency, is meant to serve 4 wards. That is Jabine, Gidafai, Nyakeo, and Magumu. Your Excellency, help us for that project to be funded so as our people will take water. Thank you very much, and God bless you. Asante sana. Kwa kumalizia kabisa, ile project inaitwa Keja. Your Excellency, ile dam huwa unaijua sana, kwa sababu kila wakati hata unaongeaga juu yake Keja. Sasa hapa ndio nyumbani kwa Keja. Hiyo dam hapa ndio nyumbani kwao. Kwa hivyo, Your Excellency, sasa leo ukiongea ujue uko kwa nyumbani ya hiyo Keja dam. Na bila kupoteza wakati, najua tuko na waziri ambaye leo amekuwa na kazi muhimu. Nataka nimualike ili introduce mawaziri wenzake na tuweze kuendelea. Karibu sana Waziri Murkomen. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Cabinet Secretaries present, leaders present here, my friend and our PS, Engineer Joseph Mbugua, and your wife, and all the PSs present, and all leaders of government, na wananchi wote wa Nyandarua, amjambo, Muriaga. Cheta kwa Kipchumba wa Murkomen, na ndiye waziri wa barabara na uchukuzi. Na mimi nimefurahi sana kuja hapa kwa hafla hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ametenda kwa maisha ya mhandisi Joseph Mbugua, ambaye yeye ndiye PS wetu mwenye anasimamia mambo ya barabara. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana kwa sababu ulimteua Engineer Mbugua. Engineer Mbugua, Joseph Mbugua ni mtu kama vile ninaweza sema Biblia, kama Joseph ule wa Biblia, ni mtu mnyenyekevu. Ni mtu pia anaangalia mbele. Uliona ule Yusufu wa Biblia alipanga mambo ya Misri ya miaka mingi. Huyu engineer ni mtu wa kuangalia mbali. Mimi nimefanya na yeye kazi katika wizara na nimejisifu kusema kwa bahati ya Mwenyezi Mungu, I don't even think you knew, Your Excellency, how we complement each other with PS Mbugua. PS Mbugua amefanya kazi kwa serikali kwa miaka 33. Karibu miaka yangu yote. Imebaki tu 10 ijaye ikuwe miaka yangu yote. Na kwa miaka hizo
grow from one level to another. And because ya hiyo experience amepata, wizara yetu inafaidika sana kupitia kazi anafanya. Yeye pia anaweza kutusaidia sisi kwa sababu kwa miaka pia mimi na PS ule mwingine tuko nyuma yake. Na kwa hivyo pia kimawazo uliona Mheshimiwa Rais alipokuja hapa, ingawa ukiona bibi yake unasafikiria hajafika 30 years. Lazima huyu mtu si msumbufu sana. Ukiona hata bibi vile anakaa ni mtu mzuri. Kwa sababu vile tunakaa na yeye pia kwa wizara tunakaa vizuri. Lakini uliona walipokuwa wanaombewa hawakuwa peke yao, wako na mjukuu, a grandchild here. Lakini ukiona kwa sababu wanapenda Mungu, wanafanya kazi yao kwa njia nzuri, wanakaa pia kama vijana sana. Na kwa hivyo PS, we wish you well. We thank you for the work you are doing in the office. I am more than privileged to have you and PS Mohamed Aga to work together. I sometimes hear stories that kuna watu wanafanya kazi lakini hawasikizani, hawafanyi nini. Mimi sijui hiyo story. Hiyo story, Your Excellency, ofisi ya PS wangu iko kona tu hapo. Nikitaka kuuliza kitu saa zingine mimi natembea kwa ofisi yake. Si lazima saa yote akuje ofisi yangu. Huko sisi ni marafiki, hakuna ukubwa. Ukubwa ya maana zaidi ni kazi ambayo ulisikia wananchi wanasema hapo. Na mimi nashukuru PS kwa hiyo kazi na tutaendelea kufanya. Ya pili, tunataka kukupatia Mheshimiwa Rais uhakikisho. Ile kazi umetupatia sio rahisi. Ile deni iko kwa mambo ya barabara. Ulituambia tukae chini na PS Mbugua na Madijis. Tukapunguza ile makona ilikuwa nini, tukatoa from 900 billion, karibu trillion, tukafikisha 700. 700 billion sio pesa kidogo. Na bado wewe ukifika hapa unasema barabara ya kutoka wapi mpaka wapi imemalizwa. Waziri umesikia? Sasa sisi watu wanapiga makofi. Lakini sisi tukifika ofisi tunashikana kichwa na Mheshimiwa Mbugua huyu tunasema ile imetangazwa tutakarabati wapi na wapi ndio ingiane. Mheshimiwa Rais, tutafanya hiyo kazi. Wewe ulisema pia ulipokuja ukapunguza budget ukasema our country inapambana na mambo ya deni. Na you took a bold step na ukatuambia lazima tu fund barabara zetu kwa njia zingine tusiongeze deni. So we are working with the peers and the team tuone njia ya kutafuta PPP kwa barabara zingine, tuone vile njia pia tunapunguza ile pesa tunatumia kwa njia zingine ili tumalize barabara. Mheshimiwa Metu uliona vile anaongea hapa, anaongea kwa ukali sana. Lakini unajua ili barabara zenye ziko Nyandarua ya almost 400 kilometers inahitaji over 20 billion ndio tumalize. And we are committed that we will finish those roads because we must do so. But to do so, it needs the sacrifice of the people of Kenya. Mimi naona watu wengine wanaongea kuhusu taxes. Tumefanya hesabu, we are not the highly taxed people. But in the entire Africa region, sisi ndio nchi yenye imeongeza mambo ya barabara kwa muda mfupi sana kuwa nyingi. Na kama tutajenga barabara 400 kilometers kwa hii county, lazima pia tutachunga ile taxes yenye tunafanya, tutahakikisha kila mmoja amelipa, hakuna mwenye atakuwa mkubwa ama mdogo, lakini pia tutahakikisha hakuna hata shilingi moja inaibwa, Your Excellency. And we are determined to make sure that corruption in the Ministry of Roads will be a thing of the past. In fact, I dare say, all contractors who will not do a good job, we do not fear cancelling those contracts and advertising afresh to make sure that we give to those contractors who will deliver the roads for the benefit of the people of Kenya. We have claims yenye inapita 100 billion, but hatutalipa kiolela, tutaangalia na toothpick kila claim yenye inafanywa, kwa sababu afadhali nisamishe contractor kuliko wewe utusamishe. Tumeona umekuwa mkali kuliko vile tulikuwa tunakujua rais. Na niliambia marafiki yangu vile huyu mtu ameanza kuongea iko hatari hapa mbele. Kwa hivyo ile maneno umeanza kusema hivyo juzi, niliita PS Mbugua, nikaita Mohamed Aga, nikamwambia nyinyi mnataka tuende ama watu wengine waende huko chini. Wakaniambia tuende mahali. Sasa wale wako nyuma yetu tukipata makosa mahali tunafukuza watu ndio tusifukuzwe.
but we will make sure that we will protect the public resources, and we mean it. There is no jokes. We know your message. We know your body language. We will make sure that every coin in the Ministry of Roads is accounted for. In terms of the roads yenye iko hapa yote, wewe Mheshimiwa Rais utakuja kusema, unajua barabara kuliko sisi, singine ulijaribu kulaunch kwa sababu ya siasa duni na pesa nani ikakwamishwa. Sasa wewe mwenyewe utakuja kuelezea wananchi. What I want to promise you, Your Excellency, ile School of the Deaf yenye ilitangazwa hapa, na hii soko yenye umefinyiliwa na hii huyu medhu kidogo, wakati tunajenga hii barabara tutakusaidia hapo, tufanye kama CSR, tuhakikishe kwamba hiyo imefanywa, ndio hao watu wa sehemu hii wapate faida. Kwa hivyo kwa hayo na mengi, Mungu awabariki. Ningependa sasa kuwajulisheni mawaziri wenzangu ambao wako hapa. Kwa waziri wa mambo ya mashamba, waziri wa mashamba ni Mheshimiwa Zakari Njeru, mwenye yuko pale, mpigieni yeye makofi. Ni jirani wetu hapa Nakuru na anajua shida ya Nyandarua. Kuna mahali ambapo titles haijapeanwa, ameniambia anapambana nayo. Waziri wetu wa elimu ni Mheshimiwa Ezekiel Machoku. Kwa maisha yake ya hapo awali aliwahi kuwa DC kwa hapa hii area hapa penye tuko, yeye alikuwa bwana DC kwa sehemu hii. Waziri wa mambo ya biashara na mambo ya uwekezaji na mambo ya industry ni Mheshimiwa Moses Kuria. Your Excellency, kabla hujateua Moses Kuria alikuwa anaongea mambo mingi, lakini siku hizi naona amekuwa very calm, hataki hata kuongea. Pigieni makofi Mheshimiwa Moses Kuria. Mwishowe ningependa sasa kumkaribisha Mheshimiwa mwenzangu Waziri Rebecca Miano, ambaye ni mtoto wa hapa na ni waziri ambayo tunamtegemea kwa mambo ya I know ya East Africa. Hiyo ingine kwa Kiswahili inasema nini? Asali inasemwa kwa mambo ya nchi kavu, ya kupambana na njaa. Ile mambo yote ya kupambana na njaa nchi yetu, Mheshimiwa Miano amekuwa akifanya, akisaidiana na Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa ile jukumu Rais alimwambia Naibu wa Rais amshikilie waziri wetu. Na ni pia waziri wa mambo ya East Africa, anatoka Nyandarua, ni senior wangu, ni wakili mkubwa kuliko mimi. Kwa mbele yake siwezi hata kuondoa viatu vyake, yeye ni mtu mkubwa sana. Pigeni makofi waziri mama. Karibu Mheshimiwa Miano. Alafu yeye atakaribisha Naibu wa Rais. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, Your Excellency Rigathi Gachagua, all our leaders, the Cabinet Secretary, the clergy, and the great people of Nyandarua, I am happy to stand before you today. Your Excellency, Karibu Nyumbani. In the book of John, chapter 1, verse 46, Apostle Nathanael asked, "Can anything good come from Nazareth?" Then Jesus came from Nazareth. I believe Nathanael also asked, "Can anything good come from Nyandarua?" And then that question remained unanswered until 2022. Imagine from the time of Nathanael till the year 2022, one man and his deputy, our beloved president, courageously decided to answer that question. And he said, something good can come from Nyandarua. Good people, good voters. Nyandarua can have produce. Nyandarua can have a good PS.
Nyandarua can have a good CS, and Your Excellency, we honor you because God used you to answer that question. And today, I want to challenge us, the people of Nyandarua. There is no way we can make our president answer that question in the affirmative and we let him down. On my own behalf, I know my brother Mbugua, we shall be your foot soldiers, we shall be your best performers. Your Excellency, God bless you. You've given us a new lease of development, and for many people, a new lease of life. In the interest of time, I'll leave it there. We'll continue with stories when you come to Ndaragwa. And now, help me to welcome His Excellency, the Deputy President. Karibu sana. Asante. He, Nyandarua. Ninyi muhire guku. Haya, ngamutire itheru. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Ruto, our host PS Mbugua na familia yako, makasisi wetu, viongozi wote, watu wa injinia Kinangop na Nyandarua, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mutikenge ithĩ ciarĩra-inĩ, Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Rais, asante. Hata mimi nachukua nafasi hii kujiunga na viongozi wote kuja katika ibada ya shukrani kwa huyu PS wetu Injinia Mbugua ambaye ameonyesha umaarufu mingi na kubwa kwa ile muda mfupi amekuwa kwa hii kazi. Na Rais, tunakushukuru kwa uteuzi wa huyu injinia. Na mimi pia naongea kama mtu wa Nyandarua. Mimi pia niko na maneno yangu hapa Ndaragwa. Kwa hivyo wewe Gachagua garana hapa nalia sana, si niko hapo Ndaragwa. Na huyu Rebecca hako hapo. Urati doge kirira na tuwe hau kai urenda kwanira maundu maitu mbere ya muthamaki. Atungatiri aitu ni date ya kigongona na date ya maguta na ndamucokeria ngatho. Andu a Nyandarua ni mukenete ni kuona muthamaki witu. Ni mwakena ni kiheo kia Injinia Mbugua. Najua nilikuwa naongea mambo ya shares, watu wanafikiria ni mchezo. Sasa hii ni share yenu hii. Hii ni share yenu. Hii ya Rebecca Miano si ni share yenu. Ya huyu deputy governor si ni share yenu. Ya yule MD wa National Housing ni share yenu. Mundu ari gethaga kiria handite. Kati andu a Nyandarua. Ithe muti ahandire. He mahitia mukegetha. Ithe muti akigetha kindu kiega. Rais, tunakushukuru. Na wale wanasema unakuja Nyandarua sana, waambiwe rais huyu wetu pia anafurahia kupendwa. Na mumuonagia wendo. Kama mutimuonagia, gutire mundu thendete kwendwo. Ndo inyu atimia mucire na inyu mwendete kwendwo. Ngoro yakwa nirakena, ngoro yakwa matuma, ngoro yakwa kaigua wega. Rais, tunasema tunakupenda. Hata wewe unapenda kupendwa. Na hii watu ya Nyandarua vile wamekupenda, endelea kuja hapa. Na bado Rais, tutakuonesha maneno mengine, utakuja zaidi. Kwa hivyo mimi Rais ni kusema asanti kwa yale unatufanyia na hilo nafanyia Jamhuri yetu ya Kenya. Itana shokeria andu aya ngathitiro ni ngwenda kumariria metua matiraigua Gikuyu ni ngumariria Githungu. Andu a Nyandarua handu ha munene wakwa mane mwatwikire wega.
reke twari uhoro wa ma tutiare handu hega ta nie madari handu hacheke ni mwatwikire wega na nie ndikanoga ni gucokia ngatho ciakwa na muthuri uyu atuonetie wendo agatuheite agatucerera agatwika wega tondu wega nduri warihwo na uru wega urihagwo na ki na handu ha muthuri uyu na nie mwene andu a Nyandarua kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Nyinyi watu ya media, Nation newspaper, I want to address you today because I think it's a time to call you out. To the run-up of the general election in 2022, you joined Azimio to run a campaign against President William Ruto. You carried fake opinion polls, you, Nation, showing that Raila Odinga will win the election. The people of Kenya ashamed you. You ran fake narratives every day that William Ruto is not electable. The people of Kenya told you off. You started another campaign of another lady from Kirinyaga, a headline at the mother effect. Kura ikipigwa, Raila alipata 47 votes hapo Mbugua Primary School, hiyo mlikuwa mnasema mother effect. You ran a narrative that once Gachagua has been nominated as running mate, William Ruto atapoteza kura. Tukakuja tukanyorosa nyinyi pamoja na Azimio. You seem to be living in denial. You have not accepted that the people of Kenya made a decision and elected William Ruto as president. Today, shamelessly, you wrote a headline on the failed promises. You never even looked for one paragraph to say what the president and his government has achieved. I want to give you 20 issues that the president has achieved for your tomorrow's headline, if you can be bold enough and objective enough to tell the people of Kenya the truth. Na hiyo project yenu ya Azimio hakuna pahali itaenda. Munajaribu kumhujumu huyu rais wetu. Mulishikana na serikali iliondoka na Azimio kumharibia rais huyu wetu jina na kujaribu kukoroga wa Kenya and to incite the people of Kenya against the president. President William Ruto has been in office for 8 months. He has achieved many things. More than 50% of the promises he made to the people of Kenya, he has kept. And he still has another 4 years and 4 months to keep all his promises to the people of Kenya. Listen to me carefully for your tomorrow's headline, if you are objective and bold enough. 1. Niwaambie hii watu. Hii watu ya Nation ni watu ya Azimio. And they are part of the Azimio campaign. And they are still living in denial. Listen to the successes and the kept promises by the president so far in only 8 months. 1, the president in his campaign trail promised the people of Kenya that once he is sworn in, he shall appoint the judges of the Court of Appeal and the High Court, who the previous administration had refused to swear in. Were they sworn in or not? Iyo muandike number 1. Number 2, the president gave a promise to support the independence of the judiciary by operationalizing the judiciary fund and allocating an extra 4 billion to the judiciary. That is already in the BPS. That is another promise that has been kept. Number 3, President William Ruto on the campaign trail promised to give
financial autonomy to the National Police Service so that the police can work independently
kuongea na Wakenya one to one. Na ndio wako hapa Nyandarua for the 5th time in 8 months. As we speak, the president has visited 39 counties out of the 47 counties in the Republic of Kenya to engage the people directly. Nikimalizia namba 20, na nyinyi watu ya nation msikie. We have had the worst drought in the Republic of Kenya for the last 40 years. Through proper planning and decisive leadership, the president and his government has supplied food to every Kenyan, and not a single Kenyan has died for lack of food. Sasa mwende muandike hiyo kesho. Waandike hiyo ama siandike? Lakini hawezi andika. Lakini sasa muko na mtandao, nyinyi muweke kwa mtandao waende wasome. So nyinyi watu ya nation mwende muandike hiyo, na hiyo ingine yenu, the failed promises and the kept promises, then the people of Kenya can read. Nime number 20, number 21. Your Excellency, your promises are too many. Paka mimi nachanganyikiwa. President aliahidi ya kwamba akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya kutaajiriwa walimu ya kutosha. Since independence, we have made history in one single financial year of employing 35,000 teachers to teach our children in this country. Kwa hivyo nyinyi muachane na hiyo maneno yenu. Nituama hayo horo adwa itu. Ni maigua. Onoko matina igua hitia ugire ona ihiga ria rio no ko ritina igua ria kate. Uguo ni ndikwenda gukiria hau. Wira wakwa ithiti gukigitira mundu wakwa. Ndigake guita mutukati uguo. O mundu arore wira wake. We riu mundu erwe boroina go ni kamaru akauga atiriri. Uri orenda mukari ainukire muka. Uri orenda ndaria ainukire u. Inao macharia. Ndarikia. Ativia mwena ngemi. Rwa mbere. Rwa keri. Rwa gatatu. Rwa kana. Rwa gatano. Rugama tuamukire muthamaki kwa makofi na vigeregele na shangwe, tumkaribishe rais wetu. Asante sana Mheshimiwa Rigiji. Tafadhali tuketi. Asanteni sana. Asanteni sana. Waheshimiwa viongozi wote, viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, rafiki yetu Joseph Mbugua, mke wako na familia yako, watu wote wa Nyandarua, hamjambo. Ando wanya simunisalimie hewani hivi nione watu wa Nyandarua. Hey. Hala, na mmekuja? Naona mko chonjo sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike tena Nyandarua. Tumekuja hapa kwa ibada ya shukurani. Shukurani kwa ndugu yetu Joseph Mbugua kwa ile kazi tumempatia ili aweze kuwafanyia wananchi wa taifa letu la Kenya. Sio Mbugua peke yake amekuja kutoa shukurani. Hata na sisi wote tunafika hapa engineer
ambao wamechaguliwa kutoka MCAs, wabunge, senators, governor wetu, mama county, Rigiji na mimi. Sisi wote kwa watu wa Nyandarua, kwa watu wa engineer, kwa watu wa Kinangop, tunasema asante sana kwa kura zenu. Kusema ukweli, sisi hatukumwajiri huyu engineer Mbugua. Nyinyi kwa kura zenu ndio mlimuajiri. Kwa sababu kura zenu mlizotupatia ndio ikatupatia uwezo wa kumteua huyu muungwana awe ndio principal secretary wetu wa mambo ya barabara. Na ndio tumerudi hapa Nyandarua, hapa engineer, hapa Kinangop kuwaambia shukurani. Asanteni sana, na kwa sababu ya kura zenu, mbali na kazi mumetupatia, ikiwemo kazi ya engineer Mbugua, sasa tuko na deni yenu ya kazi, kuwafanyia kazi watu wa Nyandarua na watu wa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nikiwa ndio kiongozi wa hii serikali, ya kwamba kazi hiyo ambayo ni ahadi yetu kwenu tutatimiza na tutafanya na bidii. Na ndio sababu leo tukiwa hapa engineer, tumekuja mbali na shukurani, tumekuja kwa shughuli ya kazi ya maendeleo ya watu wa Nyandarua. Mulituuliza barabara hii ya kutoka hapa engineer kwenda mpaka Gadhara, kwenda mpaka Kianguyo, somewhere like that. Sindio? Hiyo barabara yote kilomita 42. Na juzi wakati nilikuja hapa Njabini, nikasema iongezwe kilomita ingine 7 ya watu wa kule Njabini. Hiyo barabara tumekuja hapa kuanzisha leo. Tunataka tuhakikishe ya kwamba hiyo barabara imetengenezwa, na vile muliniuliza, tukitengeneza hiyo barabara zile zingine ya hapa town, ya hapa engineer pia zitengenezwe, na tumekubali. Zile barabara zote za huku nyuma za hapa town, hiyo barabara yote itengenezwe, ndio engineer ikae kama mji ambaye iko na heshima. So tutashirikiana hivyo. Vile vile nimefika hapa, mbali na hii barabara yenu, kuna barabara zingine mmetuuliza. Barabara ya tulikuja kuanzisha ile ya Ndonyonjeru kwenda mpaka kwa Mato, kwenda mpaka kwa sehemu ile nyingine. Tumesikia ile barabara ndugu yangu Gachagua amesema ya kule Uruko kwenda mpaka Shamata. Hiyo barabara zote mheshimiwa, nimekusikiza, na tutalete contractor asukume hizo barabara. Kuna barabara huyu kijana aliniuliza pia ya kwa haraka kwenda mpaka Kinamba. Hiyo barabara pia nimesikia na tutaipangia. Munisaidie tu hawa watu walipe ushuru. Wakilipa ushuru, hiyo kazi mimi nafanya kama risasi. Si ndio? Tusaidiane hapo. So na mambo yale mengine yote, maendeleo ya watu wa hapa Nyandarua, mimi nataka niwaulize ya kwamba tunataka kazi hiyo yote ifanyike. Na watu wasione ya kwamba mambo tunatafuta ya ushuru ni agenda yetu. Mambo ya kutafuta ushuru ni agenda ya raia. Ukiona raia wanasema tengeneza barabara hii, tengeneza hii, wanasema tafutia huyu mtu ushuru ndio afanye hiyo kazi. Si mtanisaidia upande hiyo? Ndio hii kazi yote hii mambo ya maji. Mnajua ilikuwa agenda yetu pale mbeleni, lakini ilikuwa kidogo. Sasa mimi nataka niwahakikishie
mambo ya maji ya watu wa hapa Nyandarua tutapanga vizuri. Leo tumeanzisha maji kidogo ya mashule yetu hapa. Kutakuwa na borehole moja hapa. Kenya ameniambia ya kwamba katika hii town yenu hakuna maji. So nimesema huyo jamaa mwenye atafanya hiyo borehole, badala ya kutengeneza moja, atengeneze 3 hapa engineer. Ndio hata wale mama wako sokoni pia wapate maji. Na wale wako madukani huko pia wapate maji. Na hata ile hospitali tumeanzisha pale leo, ile mpya ya engineer, pia ipate maji. So nishamwambia principal secretary ya kwamba hiyo boreholes isiwe moja, iwe ni boreholes 3 ndio itoshe maji kwa watu wa hapa engineer. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na hiyo borehole ambayo tunajenga hapa, tuko na mradi mkubwa ya mambo ya maji Kenya mzima. Hapa katika public private partnership tuko na maji ya Malewa, tuko na maji ya Kinja, na tuko na maji ya Pesi. Hiyo miradi yote 3 iko katika mipango yetu. Tulisema pale awali, lakini kukatokea maneno ya kisirani kidogo, hiyo mambo haikuendelea vizuri, but we want to commit. Tayari tumetangaza dams 33 tayari katika kuweka kandarasi. Tutarudi hapa hivi karibuni katika hiyo mpango ya kupeleka maji ya patikane ya manyumbani ya matumizi, maji ya mifugo yetu, na vile vile maji ya irrigation. Tumekubaliana na county government, na mimi nashukuru speaker ameongea ya kwamba ili mazao yenu isiharibike tena, lazima tujenge aggregation and industrial park hapa Nyandarua. Ndio viazi, mboga na mazao yenu yote tuweze kupata storage mzuri, ambayo hata soko ikichelewa tunaweza kuwa na storage ya miezi 2, miezi 3 tukingojea bei mzuri, na hatutaki mazao yenu iharibike tena. County government watatoa milioni 250, national government itatoa milioni 250. Ikihitajika kuzidi hapo, mimi ndio nitatafuta hiyo pesa ingine, mpaka tuwe na aggregation na industrial park ya watu wa Nyandarua. Tufanye mambo mawili ya muhimu: tuwe na storage mzuri, na vile vile tuanze kuongeza dhamana, ama tuanze value addition. Ndio ile tunauza tukiwa tunapata pesa ya kutoshana na jasho ya mwananchi ama mkulima. So that is our commitment. Na mbali na hiyo soko kubwa ambayo tutajenga, hiyo aggregation and industrial park, na Moses Kuria ako hapa, alifanya mkutano na governors jana. Wamekubaliana, kwa sababu iko katika wizara yake, vile hiyo program itaendelea. Mbali na hiyo soko kubwa, pia vile mumesikia waziri na wizara ya mambo ya barabara na Mbugua yako hapa atasimamia. Hapa tutajenga soko kubwa ya engineer, ili wananchi wa hapa wapate mahali pazuri yenye haiwezi wananchi hawanyeshewi. Wafanyabiashara wako na mahali pazuri pa kufanya biashara yao. Hata ikifanyika biashara mpaka saa 3, saa 4, saa 5 usiku, iko taa na iko maneno yake yote mzuri. Na mbali na hiyo soko, pia tutajenga soko ingine kule kwa Haraka, na tutajenga soko ingine Wanjohi, na tutajenga soko ingine Miharati, na tutajenga soko ingine Sambuko, na mtatuambia mahali ingine ya kujenga soko, kwa sababu
nilikubali ya kwamba mambo ni bottom up, tunaanza na wale wanahangaika barabarani, tuwapangie vile wanaweza kufanya biashara kwa njia ya heshima, na kwa sababu sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ama tulikubaliana namna gani? Sisi tulisema wera ni wera. Hiyo ndio tunataka tuipangie vizuri. Wewe Medhu, na wewe sasa, wewe ndio ile maneno nimesema ndio unaenda unafuatilia, si ndio? That's very good. Na maneno hiyo isipofanyika, nitakuja kuambia raia wewe ndio ulizubaa. So tutaendelea namna hiyo. Mimi nataka nishukuru gavana wenu. Tumekubaliana ile kazi ambayo tutagawana hapa. Mambo ya stadium nilisema nitakuja nijenge, nikamilishe. Maneno ya tumekubaliana mambo ya aggregation industrial park, atafanya sehemu yake, nitafanya sehemu ile nyingine. Tumekubaliana vile vile, tulikuwa na mpango ya milk coolers ambayo ilikwama kwa miaka 5 kwa sababu ya siasa duni. Tumekwamua hiyo program. Tumelipa sasa pesa ambayo ilikuwa inahitajika kidogo, ambayo sehemu yetu kama serikali ya Kenya, serikali ya Poland itatupatia sasa hiyo mitungi. Nataka governor na county government waanze kupanga ni sehemu gani. Tuko na milk coolers 30 ya watu wa Nyandarua. Na niliwaambia wakati tulikutana pale kabla ya uchaguzi, niliwaambia wakati tulikuja kufanya economic program ambayo tulikuwa nayo, and I want to keep my word on that commitment. Niliwaambia tutaikwamua, tumeshaikwamua. Kuanzia mwezi wa 8 milk coolers itakuwa hapa. Wewe governor na county government mtayarishe mahali tutaziweka, ndio maziwa ya hawa wananchi isiharibike tena. Maziwa wakikamua wanapeleka kwa milk cooler na wanangojea mpaka bei ikue sawa sawa. Sasa hakuna haraka, tunaelewana? Na mtu wasiwatishe ati unajua usipouza sijui itaharibika. Sasa tuko na mpango ya kumalizana na hawa mabroka na hawa makatel. Sasa tuko na mambo yao. Tunaelewana jameni? So that is the program we have kwa watu wa Nyandarua. Mumesikia vizuri, MCAs mumesikia vile nimesema. Tuko na milk coolers 30, anzeni kupanga mahali tutaziweka. Na tunataka every ward at least kuwe na milk cooler katika kila ward. Vile vile tumekubaliana katika hii harakati, tunaweka pia mpango ambayo itatusaidia kupanga ajira. Na hiyo ni mpango hiyo ya agricultural na aggregation park, mambo ya soko itatupatia ajira. Vile vile tumepanga kama serikali, kwa sababu tunatafuta ile inaitwa digital jobs. Kila ward tunataka pia kuwe na ICT hub, mahali vijana wanaweza kufanya kazi katika mtandao. Tuko na digital jobs, watu wanaweza kukaa hapa Nyandarua lakini wanafanya kazi Marekani. Wanaweza kuwa hapa Nyandarua lakini wanaweza kufanya kazi Ulaya. Na hiyo program tutashirikiana na wabunge. Every member of parliament must begin to think about ICT hubs, because we are going to assist you to equip them so that we can empower the young people of our country with digital jobs. Na vile vile tuko na mpango ya housing. Vile mumesikia, tuko na mpango kubwa ya housing hapa Nyandarua. Kwanza sio Nyandarua, hapa engineer. Si niliwaambia last Saturday nitarukuja hii Saturday. Si ndio huyo nimefika? Na tumeanzisha ile barabara niliwaambia. Mimi nitarudi hapa tena baada ya miezi 2 na kuja kuanzisha program ya housing. Hapa engineer tumepangia nyumba 200 ya kwanza. Na hiyo nyumba 200 mimi nahitaji vijana 400 watakaofanya hiyo kazi. Na ni vijana wa hapa engineer. Vijana wa engineer muko? Vijana wa engineer muko? Muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe? Nyinyi ni watu wa kazi?
Ile wera ni wera. Mimi narudi hapa 2 months, nataka vijana 400 watakao tusaidia kujenga manyumba 200 ya hapa engineer. Na hiyo ni tuko na nyumba zingine Olkalau, tutaweka nyumba zingine kule Ndaragwa, tutaweka nyumba zingine every part. Mpango yetu ni nyumba 5,000 hapa Nyandarua, kwa sababu tunataka kupanga ajira ya zaidi ya vijana 20,000 hapa Nyandarua. That is our commitment and that is what we want to achieve. Na ndio mnasikia tunasema sisi ambao tuko na bahati ya kuwa na kazi, lazima tuwafikirie vijana wetu ambao hawana kazi. Na tumekubaliana sisi wote kama Wakenya. Sijapata hata mtu mmoja, hata wa upinzani, sijapata kiongozi wa upinzani ambaye anasema haoni tatizo la ukosefu wa kazi Kenya. I have never come across any leader, even those in the opposition. We agree, all of us, on the subject of unemployment in Kenya, and that we must have a deliberate plan on how to sort out unemployment. I want to tell the good people of Kenya, my fellow countrymen and women, the plan, the government of Kenya now has a comprehensive, intentional plan on how to sort out unemployment. Apart from digital jobs that we are going to spread across the country on matters around our ICT hubs, we are also working on agricultural, aggregation, and industrial parks that will provide for us value addition, agro-processing jobs across the country. We also have our housing program that is going to provide at least 1 million jobs for the young people of the Republic of Kenya. And we all agree that it is necessary, that it is the most important thing that we need to do in the Republic of Kenya. And I want to say we have a plan on how to sort out the millions of young people, our own children, the children of the Republic of Kenya, 800,000 who come out of schools and colleges every year. We now have a plan for them. Na mimi nataka niwaulize, kazi haiwezi kupatikana kwa karata ya pata potea. Kazi inapatikana kwa mpango. Na hiyo ndio mpango tumepanga. Tunakubaliana jameni? Tutashirikiana sisi wote. Si tunataka hawa vijana wetu wapate ajira, ama mnasemaje watu wa engineer na Nyandarua? Mnataka tupange ajira ya hawa vijana? Si watoto, kila nyumba haikosi watoto 4 3 hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? So tunasema serikali ya Kenya sasa iko na mpango. Na mimi nataka sisi wote tuungane, tutekeleze hiyo mpango, ndio vijana wetu wapate ajira, ndio kila Mkenya ashughulike katika ile mpango yetu ya kazi ni kazi. Kila mtu awe na mpango ya ajira, ndio tuweze kusukuma Kenya mbele. Na hata baadaye tukiwa na wafanyikazi wengi, tutaanza kupunguza ushuru. Tukiwa tumepanga watu wengi, dunia itaanza sasa kusonga. Tumekubaliana? Neguo kana tiguo? Tumekubaliana? Tutatembea namna hiyo. Watu wa Nyandarua, mnakubali tupange ajira ya watoto wetu wote wa Kenya? Hebu nione kwa mikono wale wanasema tunakubali mpango ya ajira ya watoto. Basi. Sasa wale wengine, sasa mmeona vile raia wameamua, sio mimi. Hawa raia ndio wanataka watoto wao wapate kazi. So msishindane na mimi. Mimi nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba unajua huyu Rigiji, my deputy, ni mtu ya kusema ukweli mingi. Lakini hata hawa wengine unawaambia ukweli ni kama kupigia mbuzi gitaa. Hawasikii. Kwa sababu unajua wengi wa hawa jamaa wanatuandika maneno mingi, wako na hasira na sisi kwa sababu tulishinda candidate yao. So tutawasamee tu, wacha wakasirike kidogo kidogo, sijui watafikisha wapi. Lakini wawache hasira, wakuje tuungane, tupeleke Kenya mbele jameni.
Sasa si uchaguzi ilimalizika ama ni aje? Sasa hakuna haja ya kukasirika na sisi. Mlikuwa na candidate yenu tukamshinda. Sasa hasira ni ya nini? Si mumpange, pengine siku nyingine atapata baada ya 2037 ama 20 ngapi, ajipange na huko mbele ama namna gani? So wacheni hasira, wacheni uchochezi, wacheni fujo. Sisi tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya, tuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. And I want to give you my commitment. We are going to work together. We are going to respect everybody. And we are going to unite the people of Kenya. Ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele, wa Kenya wote wakiwa wameungana. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Najua pongezi tena my friend and brother Joseph Mbugua na familia yako. I am confident that the job you have the necessary experience, you have the necessary commitment and passion to be able to deliver. Wacha tu niwasahihishe kidogo. Huyu muungwana anaitwa Joseph Mbugua. Ni wa hapa engineer na Nyandarua kwa makao. Lakini huyu si wenu ati wa kuzunguka hapa, ati atakuwa anazunguka hapa. Huyu ni mfanyikazi ya Wakenya wote. Huyo Mbugua atapanga sehemu yote ya Kenya. Si mnaelewa hivyo? Pengine tu atapanga lakini hawezi kusahau nyumbani. Si mambo za zingine inaanzia Jerusalem. So atakumbuka Jerusalem, lakini anajua kazi nimempatia ni kazi ya Kenya mzima. Na mimi niko na imani ako na uwezo ya kutekeleza hiyo kazi, akifanya kazi na wenzake, ma-PSS na mawaziri na sisi wote, ili tuweze kutekeleza manifesto yetu na kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Watu wa Nyandarua, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha. Mimi nitarudi hapa tena na tena na tena na tena. Pengine wacha nieleze kidogo ni kwa sababu gani pengine nakuja Nyandarua zaidi. Unajua pale mbeleni Nyandarua ilipotelea katikati ya Rift Valley na Central Province. Ilikapotea hapa katikati. Wale wengine tukisema Central tunaenda tunapita. Tukisema Rift Valley tunapita tena Nyandarua. So this time round tutawaweka katikati vizuri. So asanteni sana. Mwathani amurathime. Asante. Amen. So ningependa kuomba Reverend Miriam aje, na kabla hivyo kufunga kwa maombi. Your Excellency, tulikuwa tumeomba picha moja na wewe kama wachungaji, tukikubalishwa. Wachungaji nafikiri tuteremke pale, tupigwe picha moja na rais, halafu tutafungiwa kwa maombi. Hapo. Haya, karibu. Thank you. Ni yeye anakuja. Thank you. Tuombe kwanza, kisha tutapigwa picha na yeye. Okay. Na tuombe.
Let us pray. Our God and our Father, we are grateful for this far you have